السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الحمد والثناء لله تبارك وتعالى، وهذه الصلاة مع التسليم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأشكر الله الذي جمعني معكم في هذا البيت المعمور، وذلك بعونه وقوته. وهذا هو اليوم الأخير من هذه السلسلة الدورية بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni fursa nyingine kukutana pamoja nanyi katika kikao hiki, na leo kama tunavyojua ndiyo siku ya mwisho, na hiki ni kikao cha mwisho baada salat al-maghrib. Maudhui yetu ambayo tulikuwa nayo inahusiana na adabil masajid. Katika maudhu iliyopita tulisoma maana al-masajid, pia tukasoma wadhifatul jalis fil masjid, kazi ambayo inahitajika kufanyika kwa mtu akiwa amekaa msikitini, na pia tukasoma adabu adh-dhikri baada as-salah. Tukasoma adabu adh-dhikri, adhkar ziko katika hali gani. Mukhtasaru adhkar tulisema haikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi fima dalla ala ad-du'a fi adh-dhikr, kwa sababu katika adhkari kuna sehemu ambayo inaonyesha kana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba. Kuna sehemu yaonyesha wazi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba dua ndani ya hizo adhkari, lakini haikukusudiwa ni dua kama dua za kawaida ambazo huwa tunanyanyua mikono, bali kwa mukhtasar tukasema haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kunyanyua mikono baada ya sala, kwa sababu ati anawaombea masahaba au anajiombea yeye mwenyewe. Na imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kunyanyua mikono katika sehemu nyingi sana, bali mpaka fi sahatil jihad, katikati ya uwanja wa vita, imethibiti mara nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyanyua mikono kwa kuomba, lakini sio baada salah. Hilo ndio jambo ambalo tutakusudia kuwaeleza Waislamu. Na adhkari za mtume sallallahu alaihi wasallam zote ni maathura anhu sallallahu alaihi wasallam. Adhkari za mtume sallallahu alaihi wasallam zote ambazo alikuwa akiomba zote zimepokelewa kutoka kwake na zimetufikia sisi. Fadhal Abul Harith. Kilichobaki tu ni mtu afanye jeuri, atumie adhkari shar'iyya au atengeneze adhkari zake ambazo anazitaka, na mlango wa kutengeneza ni mpana. Nikisema ni mpana, sisemi kwamba jaiz, bali nasema mtu akitaka kufanya lake ni vigumu kumzuia, ni vigumu kabisa. Lakini nahnu nataqayyadu bisharia, sisi nafaa tujifunge na sheria. Na leo tutazungumzia baadhi ya mambo ambayo yanatokea misikitini ambayo pia yamekatazwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ni kwa muda mchache ambao utakuwa nao,
ili aweze kuja Ustadhi Ismail. Jambo la kwanza miongoni mwa mambo ambayo yamekatazwa na sheria kufanyika hapa msikitini ni tahjiz al-makan fi al-masjid. Tahjiz al-makan fi al-masjid, unaweza kusema tahjiz au tahjir. Tahjiz na tahjir ina maana kutenga sehemu maalum msikitini kwamba hii sehemu ni yako. Kila mmoja hapa yuko amekaa msikitini. Sasa hiyo sehemu ambayo umekaa, kama unahisi hiyo sehemu ndo sehemu yako hiyo, yani ni haramu akae mtu mwingine, basi tambua umeshaingia katika hiyo hurma. Na kutenga sehemu katika msikiti, unaweza ukatenga kwa kuweka musalla au sajada. Katoka nyumbani huko na sajada yako au sajada yako inakaa hapa msikitini, ukiingia tu wewe mwenyewe msikitini, unatafuta sehemu unaiweka, alafu unaenda kwenye shughuli zako. Unaenda labda dukani au unateremka unaenda katika mazungumzo, mpaka swala ikikimiwa watu washapanga safu, mnaona sehemu imeachwa. Sasa wataanza kuulizana, hii sehemu ni ya nani? Kwani hamjui ni sehemu ya nafasi ya fulani hiyo bana? Baada ya muda ndo mnamuona anakuja anavunja safu mpaka anaingia katika nafasi yake. Hili ni jambo ambalo ni manhi. I'tada ba'dhu an-nas hajra makanin fi ba'd al-masajid khalfa al-imam, imma bifarshi sajadatin muayyana au wad'i 'asa au sa'a au nahwi dhalik. Baadhi ya watu wamezoea kutenga sehemu katika misikiti, hasa nyuma ya imam, ima kwa kuweka sajada au kwa kuweka fimbo au saa au kwa kuweka saa, pia kwa kuweka kofia au nahwi dhalika, au kitu chochote ambacho mtu ataweka kwamba hii ni nafasi yangu, hairuhusi mtu mwingine akae. Wa sahibul makan imma fi manzilihi, na mtu ambaye ameweka alama hiyo, imma fi manzilihi, imma yuko nyumbani huko, yuko kwenye shughuli zake, labda yuko anazungumza na family, yuko anaangalia TV, au amalihi, au yuko dukani kwake anaendelea na kazi zake za kawaida. Wa hadhihi dhahira takthuru fi almasjid alharam wala siyama fi Ramadan. Na mambo haya mara nyingi yanatokea katika Masjid al-Haram kwa watu ambao wamefika Makka, wameona kuna sehemu ambazo zimetengwa, hasa katika mwezi wa Ramadhan, haithu i'tada unasu farshi sajajid fi al-Masjid al-Haram inda al-a'mida. Baadhi ya watu wamezoea kuweka baadhi ya matandiko katika sehemu maalum, hasa katika sehemu ambazo kuna nguzo. Pia yulazimuna salata fiha, wanajilazimisha kuswali katika hiyo sehemu ambayo wameweka alama. Wa ba'dhum yahjuru li auladihim wa aqribaihim wa asdiqaihim, na baadhi ya watu wanatenga sehemu zao za watoto wao, ndugu zao wa karibu, mpaka marafiki yao. Wayabdhuluna duraihamat lifiatin minan nas. Anasema sahibu alkitab cha adab almasajid kwamba baadhi ya watu wanafikia mpaka kulipa pesa watu wa kusimamia nafasi hizo. Ameshatandika hapo sehemu maalum, alafu anaweka mfanyakazi wa kulinda. Ni haramu aingie mtu yeyote, na ukimuona ruhusa umchape. lifiati minan nas lihirasat tilka alamakin, kwa kulinda zile sehemu ambazo wametenga. Anasema wayatarattabu ala hadha alkhata alumur altaliya, na inapelekea kwa kosa hilo la hajiz almakan kunatokea alumur altaliya, mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anna almusalliya أن
المصلي مأمور بالتقدم إلى المسجد ومأمور بأن يكون قريبا من الإمام. Mtu ambaye anatoka nyumbani kuja msikitini ameamrishwa na sheria aje mapema msikitini na akae safu za mbele, bali awe karibu na imam. Sasa ikiwa ile sehemu ambayo iko karibu na imam kuna watu ambao wameshatenga ni nafasi zao, tasawwar wewe unaingia msikitini, nia yako ni uwe karibu na imam, na ukifika hakuna mtu, lakini kuna sajada ishawekwa. Na uenda sehemu nyingine kuna watu wameshasimama, labda wanaswali, labda ni tahiyatul masjid, na kuna nafasi ambazo zimeshahifadhiwa, hizo zimetengwa ni za watu, na hao watu wako majumbani kwao wanangoja iqama waingie msikitini. Na huyu anakuwa amesahau hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau kama watu wangetambua fadhila ambazo zinapatikana katika adhana, kuitikia nida ya sala, na pia kuitikia yale maneno kwa kuyasema kama anavyosema muadhin, na pia lau wangetambua thawabu ambazo zinapatikana katika safu ya kwanza katika msikiti, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi, kisha ikawa watu hawapati nafasi za kuweza kuingia katika safu ya kwanza wote, lastahamu, ingefaa wapige kura, ufanyike uchaguzi watu baada ya kuja msikitini, wale ambao wanashinda ndio ambao wanaingia katika safu ya kwanza, lau kama ingekuwa ni dharura ya kupelekea katika hali hiyo. Kwa yule ambaye anaweka nafasi katika msikiti alafu anaondoka, amesahau fadhila ambazo zinapatikana katika safu ya kwanza, kwa sababu maana ya kuingia katika safu ya kwanza ni wewe mwenyewe, si ile sajada ambayo umeweka. Hilo ni kosa la kwanza ambalo linatokea kwa wale ambao wanatenga sehemu katika misikiti. Jambo la pili, anna an-nasa fi buyuti llahi sawa, ni watu watambue kwamba tukiwa hapa msikitini kwa ajili ya ibada, kulluna sawa, sote tuko sawa, maa al-i'tiraf bil kabir wal fadl, pamoja na kutambua kwamba kuna mtu ambaye ni mkubwa juu yako kiumri, ni mtu ambaye ni mkubwa juu yako kiilmu, lakini kulluna sawa. Ndio maana maulama wakakataza kwamba masala ya watoto ambao watakuwa katika safu ya kwanza, mara wakaja watu ambao ni wakubwa kwao kwa umri, lakini haulai aulad mutamayizun, hao watoto unaona ni watoto ambao wanafahamu, wanajua swala nini, bali wakati mwingine inawezekana wakaweza kuswalisha. Haifai watoto kama hao kutolewa katika safu ya kwanza. Baadhi ya misikiti unakuta kijana ana umri mpaka mwingine miaka 13, 14, anakuja mzee mwenye miaka labda ni kama 50 au 60, anamtoa kwa sababu tofauti ni umri peke yake. Na walilasaf, imamu akikosea, yule mzee akiambia tangulia, ni bala. Na huyo mtoto ambaye ametolewa mwenye miaka 13 au 12 ndiye ambaye anaweza kutangulia swalisha, lakini ametolewa kwa sababu ya nini? Kwa sababu umri wake ni mdogo. Maulama wameeleza kwamba masala ya kutoa mtoto katika safu, kwanza, lam yakun ala da'bi salaf, haikuwa ni katika mienendo ya wema ambao wametangulia, bali wameeleza baadhi ya madhara ambayo yanapelekea katika kuwatoa watoto safu ya kwanza na wakaenda kupangwa safu yao. Jambo la kwanza, watoto wanapiga kelele misikitini, watoto wanafanya sarakasi misikitini mpaka na madrama. Wengine mtoto unaweza kukuta amesujudu, miguu yote amenyanyua juu. Ikiwa mtoto anaweza kufanya hivyo pembezoni mwa baba yake, baba amekuja naye msikitini na huyo mtoto, baba akisujudu mtoto anatembea, inabidi sasa baba akinyanyuka labda amshike mguu alafu amrudishe. Na hiyo pia ni sunna, si kwamba labda ni makosa labda baba akiwa na swala na mvuta mtoto wake kwamba swala imebatilika, la.
Ndio maana amekuja naye msikitini ili amfundishe kwamba hilo ni kosa, rudi ukaswali pamoja na line na safu. Hilo ndio jambo ambalo linahitajika. Sasa wakiachwa peke yao, inafikia mpaka labda kukitokea kosa watoto wote mtasikia wanacheka. Bali watoto wengine wanafikia mpaka wanaanza kufanya matendo ambayo ni ya karaha. Wanaanza kuchekeshana, wanaanza kutaniana, wengine wanafikia mpaka wanafanya vitendo ambavyo ni vichafu, alafu wanacheka. Lakini lau kama mzazi amekuja na mtoto na angekaa pamoja na yeye pembezoni, mtoto asingeenda kushiriki katika tabia kama hizo. Kwa hiyo alhasil ni kwamba vijana ambao watakuwa wameshafika umri ambao ni watamayuz, kijana ambaye atakuwa amesoma dini, ambaye anaweza akaswalisha, hatolewi katika safu ya kwanza au asufufi almutaqaddima lisighari sinnihi, kwa sababu umri wake ni mdogo. Hilo ni jambo inafaa tulitambue. Kwa hiyo watu katika misikiti wote wako sawa, na kuna baadhi ya watu ambao hawataki kuelewa jambo kama hilo, bali yeye anajua kwamba hapa msikitini lazima nyuma ya imamu kuna watu maalum ambao wanakaa. Na wengine walilasaf hukisiwa mavazi kwamba huyu madamu amevaa kanzu na kofia, huyu amevaa kanzu na kilemba, huyu ndiye anafaa kuswali nyuma ya imamu. Kumbe huyo mtu ambaye mmemweka nyuma ya imamu hayupo. Nikisema hayupo, yani inamaanisha kwamba hata haelewi kosa kwenye swala ni nini. Bali yawezekana imamu akikosea akaondoka, labda imamu ametenguka udhu. Walilasaf nishawahi waambia hapa msikitini kwamba sijawahi bahatika kuona imamu ametenguka udhu mtu mwingine akatangulia. Nyinyi labda mmebahatika mkaona jambo hilo. Yani maimamu wetu sisi huwa hawatenguki udhu katika swala. Sijabahatika kuona, labda nyinyi mmeona. Na mimi natamani jambo hilo siku moja litokee ili nione sasa kibarua ambacho kitatokea hapo. One kazi watu watakavyoanza kuangaliana. Ndio naenda. Inawezekana mwingine itabidi mpaka inamwambia. Itakuwa ni kazi hapo msikitini. Mtu akifika pale mkamwona amevaa kanzu, ambia nimesoma dini bana. Hata hujui kasoma madarasa gani, hata hujui ustadhi wake ni nani, lakini wewe ukaona amevaa kanzu ukamtanguliza. Sasa masala yaendi hivyo. Lazima kuwe na andhima ambazo zinafuatwa. Wale ambao wanakuwa nyuma ya imam hakuwekwi alama, kwa sababu kuna baadhi ya masajid mtakuta nyuma ya imam kuna carpet maalum au ni busati maalum ambayo imewekwa. Hiyo busati inamaanisha kwamba hufai kuingia sehemu hiyo isipokuwa uwe ni mtu ambaye unaweza kusoma. Lakini jamani, huwa kweli wamechunguzwa watu kwamba wanaweza kusoma? Huwa hawajachunguzwa. Uangaliwa mavazi na uangaliwa swala zao. Mashallah, huyu mimi huwa namuona na swali vizuri. Ashakuswalisha wewe? Wewe kwa sababu unamuona akiingia msikitini na swali vizuri ukamwona huyu anafaa kuswalisha huyu? La, mpaka kuswalishe kwanza uone na swali vipi. Kwa hiyo qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, laysa li ahadin an yatahajjara min al-masjid shay'an wala an yada'a sajada yafrushuha qabla hudurihi wala bisatan wala ghayra dhalik, وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء والله أعلم. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema haifai kwa mtu yeyote aweke sajada au ni busat au ni fursh sehemu yote katika msikiti na atenge kwamba hiyo ni nafasi yake kabla ya yeye kuhudhuria msikitini. Yani sehemu hiyo ikawa imetengwa ni yake kabla yeye kuhudhuria msikitini. Bali haifai kwa mtu mwingine akiingia msikitini akakuta kuna mtu ametenga nafasi yake kwa ajili ya yeye aswalie, aswali katika sehemu hiyo
kama kuna mtu ameleta, mwingine inawezekana akachukua mpaka labda ni kilemba akaweka sehemu hiyo, au tandiko lote ambalo ameweka, huruhusiwi kuja juu ya tandiko hilo na ukaswali. Lakini kitu ambacho kinafaa kwako, kwa sababu hilo jambo ni kinyume na sheria, lakini yarfa'uha, wewe unachukua hiyo ni busati au nini, sajada, wewe unaitoa, unaikunja, unaweka kando. Wa yusalli makanaha, na naswali sehemu hiyo, fi asahi qawlai alulama, katika kauli yenye nguvu miongoni mwa kauli mbili za maulama, wallahu a'lam. Akasema tena, walaysa li ahadin ay yuqaddima ma yafrush fi almasjid wa yataakhar huwa wama furisha lahu lam yakun lahu hurma bal yuzalu wa yusalla makanuhu ala sahih. Anasema na wala haifai kwa mtu yeyote atangulize ile sajada au aicheleweshe sehemu ambako imewekwa, kwa sababu ile sajada hakuna heshima yote ambayo imeweka, bali inafaa iondolewe kabisa na mtu aswali katika sehemu hiyo. Na hiyo ndio kauli yenye nguvu, kwa sababu maana ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hapa ni kwamba yawezekana ukakuta mtu ameweka sajada sehemu hii, ukaona labda njia ya kufanya ni ile sajada uitangulize tena mbele au uirudishe nyuma, lakini uitandike. Anasema hiyo haifai, bali kinachofaa yuzal, iondolewe kabisa, isipewe nafasi nyingine, bali iondolewe kwa kukunjwa na mtu aswali katika sehemu hiyo. Na hiyo ndio kauli ambayo ni sahihi. Maneno haya ameyataja katika Majmu'ul Fatawa mujallad wa 22 ukurasa wa 123, na pia mujallad wa 23 ukurasa wa 410. Hiyo ndiyo miongoni mwa mambo ambayo yataratab ala tahjir almakan. Jambo la tatu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an yutina ar-rajulu al-makana au an yuwatina ar-rajulu al-makana fi al-masjid kama yutinu al-ba'iru au kama yuwatinu al-ba'iru. Haifai mtu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu atenge sehemu katika msikiti kwamba hii ndio sehemu yake maalum, kama ambavyo ngamia huwa anatenga sehemu yake maalum, sehemu ya kukaa na akalala. Ibn al-Athir katika kueleza maneno haya akasema, wa maanahu, na maana yake, an ya'lafa ar-rajulu makanan ma'luman min al-masjid makhsusan bihi, ni mtu aandae na azoee sehemu maalum katika msikiti kwamba hii sehemu ni hasa kwa ajili yake. Wa yusalli fihi, na awe anasali sehemu hiyo, kalbairi, kama ngamia, la ya'wi min atanin illa mabrakin damithin qad awtanahu wattakhadhahu manakha. Anasema kama ngamia ambavyo hawezi kulala isipokuwa sehemu ambayo ameizoea, sehemu ambayo ameiandaa yeye mwenyewe na ameona hiyo ndio sehemu ambayo inamfaa, watakhadhahu manakhan, yani na akaona hiyo ndio sehemu yake ya kukaa na kulala. Maneno haya yametaja katika An-Nihaya fi Gharib al-Hadith ya Ibn al-Athir mjallad wa 5 ukurasa wa 204. Jambo la 4 ambalo linapelekea makosa ya kuandaa sehemu na mtu awe anasali katika sehemu hiyo, anna taqdim al-mafarish aw al-asi yaj'alu sahibaha yata'akhkharu 'an al-hudhur ittikalan ala dhalika. Ni kwamba mtu ambaye amezoea kuandaa sehemu katika msikiti kwamba ni sehemu yake, jambo hilo umpelekea achelewe msikitini kusudi, kwa sababu huwa anajua kwamba awahi au achelewe hiyo sehemu ataikuta, na hata kama akikuta mtu amekaa atamtoa. Wengine utoana mpaka mtu anaswali usukumwa. Na mambo haya yani ni mambo ya kusikitisha, kwa sababu
hupelekea watu wakasahau masala tuliyozungumzia ya kwamba msikiti ni wakfu, inahitaji iwe ni wakfu. Yani ukisema ni wakfu ni kwamba hakuna milki ya mtu binafsi katika msikiti. Hilo ndio jambo linahitajika. Kitendo cha wewe kutenga sehemu katika msikiti kwamba ndio sehemu yako, unaonyesha kwamba una milki binafsi katika sehemu hiyo. Ndio maana unataka tasarruf kamili iwe ni yako katika sehemu hiyo. Ukimkuta mtu unamtoa. Lakini lau kama ungekuwa unajua kwamba sehemu ya msikiti yote huwa ni mauquf limasalihi almuslimin, haiwezekani ukawa na milki yako binafsi katika msikiti. Jambo la 5, anna fi at-tahjir tarafu'an 'ala al-akharin wa ihsasan bil fariqi alladhi qad yufdi bi sahibihi ila al-ghurur wal kibr. Ni kwamba kutenga sehemu maalum katika msikiti kwamba hiyo sehemu ni yako, jambo hilo linakupelekea kujinyanyua juu na kujiona wewe ni mkubwa, na ukajiona una mazingira na cheo tofauti na wenzako, jambo ambalo linaweza kupelekea ukadanganyika, bali likakupelekea ukawa na kibri. Na ahkam za kibri mnazitambua, na hurma na uharam wa kibri mnautambua. Jambo la 6, anna hadha at-tahjir yuhdithu an-nizaa wa yusabbibu al-adawa wash-shahna fi afdal al-biqa'i wa hiya al-masajid allati lam tubna lil-fawda wa inma buniyat lidh-dhikri was-salat wa qira'ati al-Qur'an. Ni kwamba kutenga sehemu maalum katika msikiti, jambo hilo linapelekea kuwa na mizozano misikitini, na linasababisha kuwa na uadui na chuki, na hizo chuki zinatokea fi afdalil biqa', katika sehemu ambazo ni bora, wa hiya almasajid, na sehemu hizo ni misikitini, sehemu ambazo lam tubna, hazikujengwa illa lidhikrillah, isipokuwa kwa ajili ya kumtaja Allah, was-sala, na kwa ajili ya sala, wa qira'atul Qur'an, na kwa ajili ya kusoma Qur'an, kama ilivyotangulia kwenye hadithi ambazo zimepita. Kosa ambalo linatokea pia la 7, anna almuhajjirin la yataqaddamuna lisadd alfuraj in wujidat amamahum khawfan ala amakinihim. Ni kwamba watu ambao hutenga sehemu katika misikiti kwa ajili ya kuswalia hawawezi kutoka sehemu hiyo ili watangulie kuziba ufa ambao umepatikana katika safu za mbele, kwa sababu akitangulia haiwezekani na swala inaendelea atoke sehemu hiyo ambayo ameweka muswala wake na ile sajada ainyanyue aikunje, alafu atangulie aiweke sehemu ya mbele ambayo imebaki ufa, bali anapiga mahesabu kwamba akiondoka sehemu hiyo akatangulia, ile sehemu ataiacha wazi na kuna mtu mwingine ambaye atakuja kuswalia. Kwa hiyo jambo hilo linampelekea yeye mwenyewe hawezi kutangulia kutekeleza ibada ya Mtume sallam aliyotangaza kwamba wasuddu alfuraj, na zibeni ufa ambao zimebaki. Hawezi kuondoka sehemu kama hiyo, atabaki sehemu hiyo amesimama yeye peke yake. Kwa hiyo hadha amrun manhiyun shar'an, na hayo ndiyo makosa ambayo yanatokea. Jambo la 8 na la mwisho, amma idha kharaja li daruratin hasila kal khuruji liwudu'in idha intaqada. Mtu akiondoka msikitini, mfano sasa hivi sote tumekaa msikitini, hapo ulipokaa, mfano uko na kitabu, uko na daftari, uko na kalamu, imetokea dharura, mfano kama sasa hivi ustadhi amepigiwa simu akatoka, sehemu hii ambayo amekaa haifai mtu mwingine aje akae, kwa sababu hapo ameondoka li dharura. Hiyo ni kharaja linazila, ni jambo limetokea, kaondoka kidharura. Si kwamba amekuja msikitini akaweka sajada alafu akaenda zake nyumbani kwa shughuli zake. Sehemu hii ambayo mtu anakuwa amekaa hairuhusiwi mtu mwingine aje akae, na hiyo kuna ahadithi ziko nyingi. La yuqimu ar-rajula thumma yajlisu min makanihi walakin tafassahu wa tawassau. Hadithi ziko nyingi. Au la yaqumanna ar-rajula min makanihi thumma yajlisu fihi. Haifai mtu amtoe mwenzake katika nafasi yake alafu aje akae katika sehemu kama hiyo. Kwa hiyo jambo linalohitajika sasa hivi, mfano tumekaa msikitini, ikitokea dharura mtu akateremka mfano kutawadha, ile sehemu ambayo alikuwa amekaa ana ruhusa ya kuja akae katika sehemu hiyo, na akikuta kuna mtu amekaa sehemu hiyo ana ruhusa ya kumwambia, ndugu yangu, mimi nilitoka kidharura, nilikuwa nimekaa sehemu kama hiyo.
Lakini hiyo isichukuliwe ni nafasi ya watu watoke msikitini waende katika shughuli zao, waende madukani. Mtu ametenga nafasi kuanzia asri, anakuja kukaa sehemu ya isha, bana mimi nimekaa hapa asri bana. Au mtu ameitenga baada alfajr, anakuja wakati wa dhuhuri, bana umesahau kwamba mimi alfajr nimeswali hapa. Hiyo si ambayo inazungumziwa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ni muhimu tuweze kulitambua. Tukiwa tunamalizia darasa letu, ni kwamba jambo jingine ni hajir almasjid alladhi yalihi. Kuna baadhi ya watu ambao wamezoea kuacha misikiti ambayo iko karibu nao kwa mambo yao binafsi, si kwamba ni liamri shar'i au li dharura, si kwamba ni jambo ambalo ni la kisheria au ni jambo ambalo labda ni dharura imetokea. Ni yeye mwenyewe tu anaona aondoke huu msikiti aende kuswali katika msikiti mwingine. Hilo ni jambo ambalo limekatazwa na hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli ahadukum fi masjidihi wa la yatatabba almasajid. Hadithi utaiona katika silsilati alahadithi sahiha ya Sheikh Al-Albani na pia sahih al-Jami'. Katika silsilati alahadithi sahiha ni mjalladi wa 5 ukurasa wa 234, na pia katika sahih al-Jami' ni hadithi nambari 5332. Hadithi nasema liyusalli ahadukum fi masjidihi, asali mmoja wenu katika msikiti wake. Kisema masjidihi ay almasjid alqarib minhu, msikiti ambao uko karibu na pale ambako yeye anaishi. Wala yatatabba almasajid, na mtu asifunge safari kwa ajili ya kufuata marembo ya misikiti. Maana kuna mtu akiswali msikiti ambao labda una feni kama hizi zetu za Mazuruni hataki. Kuna feni maalum anataka. Na akiingia kwenye msikiti lazima kuwe na hii taa ndogo, kuwe kuna zile taa ambazo zinapelekwa na upepo alafu zinatoa sauti. Mwingine anataka kienda katika msikiti umewekewa air condition. Anasikia kiyoyozi namna kinavyofuka, anasema naam, huo ndio msikiti ambao anataka. Au anafunga safari kufuata msikiti ambao ukisujudu ile busatu yenyewe kwanza unazama, utafikiri labda kuna shimo. Hiyo misikiti mmeiona? Mtu unateremka mpaka ukiangalia msikiti mzima, watu wote ambao wanaswali msikiti huo hakuna mwenye alama ya sujudu, hakuna. Itapatikana vipi hali ya kwa msikiti wenyewe hiyo busatu yenyewe ni mattress? Kwa hiyo ndio raha aende katika misikiti kama hiyo, na hilo ni jambo limekatazwa. Kuna baadhi ya sababu ambazo zaweza kukupa ijaza ya kuacha msikiti na uende msikiti mwingine. Mfano, maulama wameeleza ikiwa al-imam fi dhalika al-masjid la yuhsinu al-qira'a, ikiwa imamu katika ule msikiti ambao uko karibu na wewe hasomi Qur'ani vizuri. Na tukisema la yuhsinu al-qira'a ina maana la yaqra al-Qur'an bitartil wa tajwid, hasomi Qur'ani kwa tartil na tajwid. Si kwamba wewe unafunga safari kwa ajili ya kumtafuta kwa sababu huyu anasoma labda kwa sauti ya Shurem, au kwa sababu labda ya Sudais, au labda ni Mahir ibn Himd al-Muayqili au Salah al-Budair, basi unafunga safari kwa ajili ya kumtafuta. Basi je, kama huyo imamu labda ametengeneza sauti yake na yeye tuifute kwenye listi bana, hii haiko bana, hii mimi sijaisikia msikiti wa Makkah hii. Masala si hivyo, bali wewe angalia kama anasoma Qur'an kwa njia ambayo ni nzuri, kwa njia ambayo ni ya tajwid, swali katika msikiti. Na pia yawezekana ukaondoka katika msikiti ambao karibu na wewe kama masaila ambayo ni ya bid'a. Hayo ni ittifaqi ulama, ni kwamba kama kuna msikiti ambao ni wa sunna usiswali kwenye msikiti ambao ni wa bid'a. Hakuna mambo ya kubembelezana, msikiti wa bid'a mimi siswali, nenda kaswali katika msikiti ambao ni wa sunna. Labda ile bid'a ambayo inafanyika haihusiki ndani ya swala yenyewe, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao bid'a zao ziko nje ya swala. Mfano kama masala ambao Ustadh Sharifu aliyataja hapa, baada ya swala ishatolewa salam, alafu ndo watu wanasimama wanaanza kuwekeana marashi na nini. Hayo hayakufanyika dakhila sala, yamefanyika khariji sala. Kwa hiyo sehemu kama hiyo unaweza ukaswali na ukaenda zako, kwa sababu hayo mambo yanafanyika khariji sala.
Lakini kama hizo bid'a zinafanyika dakhil sala, sehemu kama hiyo usiswali, nenda kaswali katika msikiti ambao ni wa sunna. Walillahi alhamd, masajidi sunna kathira. Misikiti ambao ni ya sunna ni misikiti nyingi sana. Haina haja ya kuanza kugombania sehemu katika misikiti ambao ni ya bid'a. Au li taallum au li durus shar'iyya, au kwa ajili ya kutafuta ilmu, au kwa ajili ya durus kama mfano daura ambao tunafanya hapa. Kwa hiyo mtu ambaye ametoka mbali akaja kuswali hapa hahukumii kwamba labda kaama misikiti nyingi, bali amekuja kwa ajili ya daula shar'iyya na kwa ajili ya husul ala alilm. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kisheria na halijakatazwa. Jambo la mwisho ambalo namaliza nalo ili aje Ustadh Sharif, Ustadh Ismail, ni takhliyat almasajid min jamaatihi. Ni kwamba misikiti imejengwa ili watu wajuane. Miongoni mwa maqasid ya binai almasajid na salati aljamaa ni binai alulfa, watu wajuane, watu watambuane, huyu ndugu yangu katika iman. Na tukiwa tunaona watu msikitini ambao ni wageni, si makosa kuenda ukamsalimia na ukamwambia mimi jina langu naitwa fulani, je wewe unaitwa nani? Hayo si mambo ya kuchunguzana, bali hilo ni jambo mashruu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Na tumetaja hadithi ya Umar, wale watu ambao wamepiga kelele msikitini, aliwauliza man antum, nyinyi ni akina nani? Au min aina antum, nyinyi mmetoka wapi? Kasema nahnu qaum min Taif, sisi tumetoka Taif. Kwa hilo si jambo la makosa. Ukiona mtu ambaye ni mgeni, salamu alaykum, wa alaykum salam, ismi fulan wa masmuka, na wewe unaitwa nani? Hilo ni jambo ambalo halina makosa, na hiyo ndio lengo la taaruf katika salat aljamaa. Kuna tabia za kuwaudhi waislamu msikitini ambazo nazieleza kwa ufupi tu. Idha almuslimin, kuwaudhi waislamu, takhatti riqab, masala ya kuvunja safu, unaenda safu ya mbele, una masukuma watu afwan kidogo. Kuna wengine ni wanaongoza afwan kuanzia mlangoni, afwan mpaka yeye anakuja mpaka mbele, afwan anaenda huyo afwan. Na hiyo sehemu ambayo anaenda, hata yani namna atakavyokaa wewe mwenyewe utamhurumia. Pia akifika hapo afwan, pia afwan, alafu anajiminya sehemu hiyo katikati makaa. Hilo jambo pia ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Masahaba walikuwa wakifanya hivyo, Mtume sallallahu mmoja wao akamwambia ijlis, ebuka, faqad adhaita wa anait, umewaudhi waislamu na pia umechelewa. Wema waliotangulia, adabu waliokuwa nayo ni kwamba kunna idha ji'na majlisan nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukija katika kikao cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayajlisu ahaduna haythu yantahi almajlis walau ala atabati albab. Sisi tulikuwa tukija katika kikao cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wetu anakaa pale ambapo kikao kimemalizikia, walau ala atabati albab, hata kama ni kwenye ngazi za mlango, mtu anakaa huko. Na nikisema hivyo, vikao vya Mtume sallallahu alaihi wasallam si kama vikao vyetu tulivyokaa hivi. Sehemu hii kama unaona bado nafasi iko, unaweza ukaja ukakaa. Sio ukakaa mwisho huko kwa sababu labda nisije nikaita takhattur riqab. Na nafasi bado ziko wazi, unaweza ukaja ukakaa. Masahaba walikuwa wanaingia katika msikiti wanajaa na hakuna nafasi, lakini wale ambao walikuwa wanapenya, Mtume alikuwa anawakataza. Nafasi zimejaa, unakaa kule mwisho. Hakuna masala mimi ni Zakaria, mimi ni Yahya, mimi ni Salmun, hakuna mambo hayo. Kaa huko huko mwisho. Mudayaqati almusalli li safi alawwal, watu ambao wanaminyana kusali safu ya kwanza. Wewe ushaona safu ya kwanza imejaa, kwa hiyo wewe ukiswali safu ya pili thawabu zako ziko pale pale, kwa sababu si kwamba umechelewa. Lakini watu bado wanaminyana. Ukiangalia safu ya kwanza huenda ina zaidi ya watu 50, safu ya pili ina watu 30. Watu wameminyana mpaka miguu imeshikana, alafu mtu ameingiza ubavu mmoja. Haya mambo si mnayoona misikitini? Kwa sababu bana mmesahau kwamba safu ya kwanza ina ubora bana, ameingiza ubavu. Sasa wewe unaswali unaenda wapi? Ni mambo ya makosa. Rafu sauti bil qiraa,
kutoa sauti katika kusoma Qur'ani, ima fi sala au kharijiha, ndani ya sala au nje ya sala. Almurur baina yadi almusalli, kupita mbele ya mtu ambaye anasali. Wa raf'i sauti bi kalamin farid, na kunyanyua sauti pia kwa maneno ambayo ni ya upuzi, ima kwa kuita watu au kwa jambo lolote ambalo labda utakuwa unalifanya ambalo litakuwa si jambo ambalo ni mashruu. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaleta kero katika misikiti, na sisi tulikuwa tunazungumzia adabul masajid. Kwa tumuombe Allah tabaraka taala ahifadhi misikiti yetu na vitimbi vya maadui. Allah tabaraka taala ajalie durusi zetu ziwe ni zenye kuendelea na tuwafikishe na kila jambo la kheri. Sasa hivi ni wakati wa Ustadh Ismail, kwa hiyo atakuja aendelee na darasa lake. Naam.